Yes guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel hii. Kama kawaida ni Teacher Sharak, na hii PDF unayoiona ama hii photo unayoiona hapa ndio mfumo ambao mkopo wako utakuwa ukionekana katika akaunti yako ya SIPA. Sasa wengi wanajiuliza nawezaje kufika kwenye akaunti ya SIPA, na hivi vilivyowekwa huku kwenye akaunti yangu vinamaanisha kitu gani? Sasa ngoja nikuelekeze namna sahihi ambayo unaweza ukaitumia kufika haraka katika akaunti yako ya SIPA na kuangalia kiasi cha mkopo ulichopewa na kile kiasi ulichopewa kila kimoja kinamaanisha nini. Moja kwa moja mimi hupenda kutumia Google Chrome. Kwa utaingia kupitia kivinjari cha Google Chrome ambapo utasearch website ya bodi ya mikopo kwa kuandika www.hezeb.go.tz. Alafu ukisha click sehemu ya kuingia, basi tunategemea website ya bodi ya mikopo itafunguka, ambapo unaweza ukascroll mpaka chini katika sayo imeandikwa vipengele. Sasa simu yako ikifunguka hivi maana yake inafunga kawaida. Kuna baadhi ya vipengele utakuwa huvioni. Mimi hupendelea kuifungua simu yangu kama kompyuta kwa kubonyeza upande wa kulia juu, alafu kugusa sehemu iliyoandikwa desktop site. Nikigusa hapo maana yake nataka simu yangu ifunguke item zote zionekane kama inavyofunguka kama unavyoona hivi. Zote zimefunguka vizuri na unaziona japo ni ndogo ndogo, lakini zinaonekana zote kwa usahihi. Kwa hiyo nitaingia kwenye hili ya loan beneficiaries. Nikisha ingia hapo nitaenda moja kwa moja ku login kwa kuingiza namba ambazo nimezitumia kwa ajili ya ku login account yangu. Nikisha login account itafunguka kama hivi ikiwa na taarifa zake zote. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nitabofya kwenye sehemu ya mistari mitatu na kuangalia upande wa kulia, upande wa kushoto juu, ambapo nitaona kipengele cha kwanza kimeandikwa dashboard. Hiki hapa kinahusu taarifa binafsi, ambapo ukibofya utakutana na ile taarifa ya kwamba umechaguliwa, maombi yako yameshaenda vizuri. Kipengele cha pili ni cha SIPA. Hii ndio system ambayo inamhusu mwanafunzi husika. Kipengele cha tatu ni cha DDS. DDS ni ule muda wakati wa kutoa. Lakini kipengele cha nne ni cha lipa. Lipa ni kwa wale ambao tayari walishatoka katika huduma hii, katika unufaika huu, sasa wanataka kulipa mkopo ambao walipata. Refund kama kawaida inajieleza. Applications ni maombi uliyotuma. Appeal ni kwa wale ambao wamekosa, watapewa nafasi ya kuappeal. Survey ni kitu kipya kimeongezwa kwa ajili ya kuchukua taarifa. Sasa sisi tuna deal na kipengele cha SIPA. Ukigusa nacho kina vipengele viwili ambacho ni allocation na disbursement. Disbursement huwa inaonyesha kiasi chote cha mkopo cha mwaka mzima, lakini allocation ni kiasi ambacho umewekewa kwa wakati huo. Kwa ukigusa allocation moja kwa moja itadai uingize mwaka, kwa sababu huu ni mwaka wa masomo 2025-2026. Utagusa hapo ambapo ukisearch itakuletea kiasi cha mkopo ulichopangiwa katika mwaka huu wa masomo, ambapo ukifungua kwenye kiasi cha mkopo ulichopewa kinakuwa na taarifa mbalimbali, ambapo mojawapo upande wa kushoto huku kwenye allocation breakdown utaona imeandikwa batch info ni namba 1, Nobo D first loan. Hii ni kulingana na huyu mwanafunzi niliyemwangalia. Namba 1 maana yake hii ni batch ya kwanza. Nobo maana yake ni chuo ambacho amechaguliwa, kina jina lake nadhani anafahamu mwenyewe, lakini first loan maana yake ni mkopo wake wa kwanza. Kwa huyu ni mtu ambaye anaenda kuingia first year. Ukija kwenye mkopo wenyewe allocation breakdowns utaona kuna TU. TU tulishasema hii ni teaching tunasema nini, ni tuition fee. Kwa hiyo hii ndio inasimamia ada ya zinasimamia ada ya chuo. Kwa hiyo umeona hapa kwenye ada ya chuo amepewa 390, lakini MA hii inamaanisha meals and accommodation, chakula na malazi, ambapo meals and accommodation unalipwa mara 3 mara 4 kwa mwaka. Kwa ni mara 2 kwa kila semester, na kila semester moja unapata shilingi 600,000. Kwa ukipiga mara 4 ni kama 2,2 na 400,000, ambapo sasa amepata 2,2,310,000.
na jumla inaandikwa pale 2,207,000. Kwa hiyo kama kiasi alichopewa ataona hakimtoshi especially kwenye ada, basi itakapofika muda wa kuapili ataapili kuomba kuongezewa kulingana na kozi anayosoma na kiasi kinachohitajika. Nadhani nimetoa ufafanuzi mzuri kwenye hivi viwango na namna ya kuangalia allocation yako. Tukija sasa kwenye upande wa disbursement. Pia na yenyewe utasearch mwaka ambao ni 2025 2026, ambapo huku bado hawajaweka, anasema no disbursement available for huyu hapo mwanafunzi academic year 2025 2026, kwa sababu hii inaonyesha kiasi atakachopewa mwaka mzima, sawa, na mchanganyiko wake, yani atakachopewa mwaka huu, yani miaka yote atakachopewa na kiasi atakachodaiwa. Kwa hiyo hii kwa mwaka wa kwanza sasa bado haijawa processed, lakini muda unavyoendelea kwenda itakuwa inaendelea kuwa processed taratibu. Hii ni rekodi pia ambayo ya kile kiasi ambacho utakachokuwa umepewa tangu ulivyoanza first year na mpaka utakapokuja kumaliza. I hope umeelewa vizuri. Kama una swali, drop your comment chini ya video hii nami nitakujibu haraka sana. Endelea kusubscribe channel hii, It's me Teacher Sharak once again, na kukaribisha tena na tena.